Ujambo mwanatiba, karibu tena katika chaneli yako pendwa Tiba Afrika. Na leo utajifunza njia ya kupanga uzazi ambayo ni njia asilia. Watu wengi wamekuwa wakitumia njia za kikemikali na vifaa ambavyo vinazuia mayai yasipevuke. Njia hizo zimekuwa zina madhara mengi, kama vile kutengeneza uvimbe kwenye maeneo ya uzazi, mvurugiko wa mpangilio wa hedhi, kunenepa ovyo ovyo, kuongezeka uzito, mwili kutokusikia vizuri mpaka mtu anajichukia. Kwa hiyo basi, kuanzia leo usitumie tena vijiti, usichome sindano, wala usitumie pitu. Njia hizo zitakuacha vibaya sana. Nitakupa siri. Mababu zetu wa zamani, wazee wetu wa zamani, kuna vitu walikuwa wanatumia na wanapanga uzazi. Sawa? Zipo njia za kupanga uzazi za asili. Je, utafanyaje ili uweze kupanga uzazi kwa njia ya asili? Sasa nisikilize. Na pia kama wewe umeathirika na njia za uzazi wa mpango, upati mimba, kuna watu wamepata madhara mpaka ya kutokuzaa, au una mvurugiko wa hedhi, dawa hii inatibu mambo hayo. Kuna namna zao za kufanya, ila tutaanza na jinsi ya kupanga uzazi kwa kutumia njia asilia. Jamani, mti unaouona hapa unakuwa kama una kiazi kwa chini, alafu juu unaendelea kama kawaida. Chini tena ya hichi kama kiazi hiki, chini yake tena kuna mizizi. Sasa unachotakiwa kufanya, unafanyaje? Kuna dawa ninakufundisha jinsi ya kuitengeneza hapa. Baada ya kuitengeneza dawa yako hiyo, kitu ambacho unachotakiwa kukifanya ni kwamba utanunua kitambaa cheupe. Nunua kitambaa cheupe chochote tu, kikubwa kiwe cheupe. Unapoingia kwenye siku zako, yani unapoanza kubleed, basi hakikisha kitambaa hicho kiwe kidogodogo tu. Unakiloanisha basi na damu hiyo ya hedhi, yani mayai yanapokuwa yanapukutika, basi kitambaa hicho ndio kiloane kipate ile damu. Kitambaa hicho kikishapata hiyo damu, unachotakiwa kufanya, utaenda katika sehemu wanazouza vitu vya sanaa za kiasili. Unapofika eneo hilo, unatakiwa ununue kakibuyu ambako kana mfuniko kadogodogo. Jamani, nikisema kibuyu, kuna wengine watawaza uchawi sijui vitu gani, lakini kibuyu ni kama chombo tu, kama kikombe au bakuli, ambacho kwenye mambo yetu asilia huku kinafanya kazi ya kuwekea dawa. Ndio kazi ya kibuyu. Kibuyu sio uchawi, kinafanya kazi ya kutunza dawa. Kwa hiyo unaponunua kibuyu, sio kwamba unanunua uchawi, unanunua kifaa kama vile kikombe, ni sawasawa na umenunua chombo. Unaponunua ako kakibuyu chako, unaondoka nacho. Ukishaondoka nacho sasa, kitu ambacho unatakiwa kufanya, utanunua ushanga mwekundu kidogo, alafu na ushanga mweupe kidogo, alafu na ushanga mweusi. Unachotakiwa kukifanya, utaanza na ushanga mweusi, utatushona shona tudogo, alafu baada hapo utafata na ushanga mwekundu, utatushona shona kidogo, baada hapo unamaliza na ushanga mweupe. Ukisha maliza huo ushanga mweupe, utaufunga vizuri kwenye kale kakifuniko ka hicho kibuyu. Umeona? Unaufunga vizuri huo ushanga kwenye kale kakifuniko ka hicho kibuyu. Pia dawa hii inatumika katika kufungia, unamfunga mtu asizae. Lakini mimi sielezei katika upande huo. Naelezea katika kutengeneza njia ya uzazi wa mpango ya asili ambayo haina madhara. Yani inafanya kazi kimuujiza tu.
Basi baada ya wewe kufunga hako kaushanga kwenye kifuniko cha hicho kibuyu, unachotakiwa sasa kufanya, utatafuta chungu. Ukishachukua chungu, utachukua dawa hii ambayo nitakuelekeza jinsi ya kuitengeneza hapa. Ukishachukua dawa hii, utaiweka kwenye hicho chungu. Ukishaiweka kwenye hicho chungu, utachukua kile kitambaa chenye hedhi yako. Ukishachukua hicho kitambaa, utakiloweka hapo. Ukisha kiweka hapo, utamiminia maji kidogo kwenye hicho chungu chenye dawa hii pamoja na kitambaa cheupe chenye hedhi yako. Ukishaloweka hapo, utasubiria angalau dakika 10 au dakika 15 ili angalau basi ile dawa iliyopo kwenye kile chungu pamoja na kile kitambaa chenye hedhi yako vipate mchanganyiko angalau wa muda kidogo. Baada ya hapo, kitu unachotakiwa kukifanya, unatakiwa kile kitambaa chenye hedhi yako unakikunja vizuri sana kukitoa kwenye kile chungu ambacho uliweka maji kidogo. Unaanza kukidumkiza kile kitambaa kwenye kale kakibuyu. Ukisha kidumkiza kile kitambaa kwenye kale kakibuyu, unachukua tena ile dawa ambayo uliitengeneza huku, unainyunyuzia kwenye kale kashingo kale kakibuyu mule ndani ambapo uliweka kile kitambaa. Unapokuwa unainyunyuzia, unakuwa unasema hivi: ninageuza kibuyu na mimi ninataka nisizae mpaka pale nitakapo kirudisha kama kilivyokuwa. Ukisha maliza kusema hivyo, unakuwa unaongea huku unanyunyuzia hizo dawa hapo. Ukimaliza kusema hivyo, kale kakifuniko kene shanga unakafunika pale juu. Ukisha kafunika pale juu, utachukua kile chungu ambacho ulilowekea vile vitu, utayamwaga yale maji. Utahakikisha umeenda kuyamwaga nje. Ukisha yamwaga yale maji, hicho chungu tena utarudi nacho. Ukisha rudi nacho, utatafuta kinguo fulani chochote ambacho unaweza kukifutafuta hicho chungu. Kifutefute vizuri humo ndani ndio ukitoe nje, kinaweza kikaendelea na matumizi mengine, kazi yake inakuwa imekwisha. Usikitoe bila kukifutafuta. Ukisha maliza hapo, kile kibuyu sasa utatafuta kamba nyeusi kama ile kamba ya kushonea viatu. Hiyo kamba utaivingilisha vizuri kwenye hicho kibuyu. Ukisha ifunga, unatakiwa ufanyeje? Unatakiwa uning'inize hicho kibuyu. Unakining'inizaje? Kinatakiwa kikae kichwa chini, miguu juu. Ndivyo unavyotakiwa kufanya hivyo. Na hicho kibuyu unatakiwa ukining'inize wapi? Unakining'iniza chini ya kitanda. Chini ya kitanda chako. Kama siku mkihama, basi unakitoa chini ya hicho kitanda unahama nacho. Ila elewa, unapotaka kufanya mambo ya uzalianaji, hakikisha kibuyu hicho kimegeuka kichwa chini, miguu juu. Hapo ndipo umeruhusu sasa, umeshageuza mambo. Hutozaa. Wewe utakuwa ni mtu ambaye hazai hata ufanyeje. Hutozaa. Na hakuna madhara yoyote ya kusema kwamba eti siku zako za kuingia period zinaweza zikabadilika. Hakuna, hazitabadilika. Zitaendelea kwa mfumo wake vile vile. Na hakutakuwa na shida yoyote. Hakuna kuumwa kichwa, hakuna kunenepa, hakuna kupata uvimbe kwenye maeneo ya kizazi wala cha nini. Hii ni nzuri sana. Mtu mwenye akili timamu lazima atanielewa tu. Lakini kwa wale wajinga basi wataendelea kuhangaika hivyo hivyo. Sasa unatengenezaje dawa hii? Dawa unayoiona hapa tunapenda kuiita mzalia nje. Ndilo jina la huu mti. Utafanyaje? Kama unavyoutazama hapa,
Sisi tumezoea miti mingi yenye viazi, waga viazi vinakuwa kwa chini, lakini maajabu ya kwanza ya huu mti, kiazi chake kipo nje. Unaona kiazi chake kipo nje hapa. Hili ni kama likiazi fulani, lakini chini kuna mizizi. Unaona, sasa unachotakiwa kufanya, unakuja hapa kwenye huu mti. Ukifika hapa kwenye huu mti, unachotakiwa kufanya ni kwenye hili likiazi ambalo liko nje, unalibandua bandua maganda. Umeona? Unalibandua bandua maganda, ukishalibandua bandua basi wewe unaondoka nalo. Ukishaondoka nalo unakwenda kuyaloweka hayo maganda. Ukishayaloweka yakiloana vizuri, unayatwanga twanga. Ukishayatwanga twanga vizuri, unahifadhi huo unga, na hiyo ndio dawa yenyewe. Kwa hiyo kuanzia hapo utabaki ukiutumia tu kama jinsi nilivyokuelekeza. Msichana jielewe, au mtu yoyote wa kike kuwa timamu, usitoe mimba. Unaweza ukajisababishia hata kifo chako kwa kutumia hii tu, wala huwezi kukutana na hayo mambo. Pia huwezi kupata madhara, sijui umenenepa ovyo ovyo, mara umepata uvimbe kwenye kizazi, kisa ulikuwa unatumia njia za uzazi wa mpango. Achana kabisa na hivyo vitu, tumia njia hizi, ndio nzuri kwako. Basi kinachofuata sasa, ninakufundisha jinsi ya ukitaka uzae sasa unafanyaje hapa kwa WhatsApp ama call moja kwa moja, namba hii hapa.